hivi. Baba mtakatifu, Mungu wangu pekee na kweli, kwa jina la Yesu Kristo na Roho Mtakatifu wako, na kushukuru, asante sana kwa kunipa wakati mwingine ambao nautumia kuja mbele zako kwa ajili yangu na binadamu kama mimi, kuwafikisha ujumbe unaotoka kwa mwana wa kwako mpendwa wako unayependezwa naye, Yesu Kristo. Somo letu la leo linapatikana katika kitabu cha Marko mlango wa 7 mstari wa 14 mpaka wa 23. Na kichwa cha somo kinasema hivi: kimtokacho mtu ndicho kimtiacho najisi, na si kimuingiacho. Yesu Kristo akiwa amekwisha kumaliza kuongea na makutano, alifikiri akaona ipo haja ya kusisitiza jambo na kulifafanua. Mstari wa 14 unasema akawaita makutano tena. Yani makutano alikwisha waruhusu, nendeni, kwa leo tumemaliza, lakini akaona ipo haja ya kusisitiza jambo au kulielezea vizuri zaidi ili wapate kulielewa. Yesu Kristo akawaita makutano tena, akawaambia, nisikieni nyote na kufahamu. Hakuna kitu kilicho nje ya mtu ambacho kikimwingia chaweza kumtia unajisi, bali kile kimtokacho ndicho kimtiacho unajisi mtu yule. Hapa ndipo ilipo maana kamili ambayo maneno mengine yote yatafuata huko chini. Anawaambia makutano hivi: hakuna kitu kilicho nje ya mtu ambacho kikimwingia chaweza kumtia unajisi, bali vile vimtokavyo, vile vinavyotoka ndivyo vinavyomtia unajisi mtu yule. Akamaliza kwa kusema, mtu akiwa na masikio ya kusikia na asikie. Hata Yesu Kristo alipoacha kwa mara ya pili makutano, aliingia nyumbani, ameuacha mkutano. Wanafunzi wake wakamuuliza habari za ule mfano, kwa sababu wanafunzi hawakuelewa ule mfano. Yesu Kristo akauliza wanafunzi, hata ninyi hamna akili? Akawaambia hivi, hata ninyi hamna akili? Yani mpo pamoja na mimi jamani, na ile leo mmeshindwa kulifahamu? Hamfahamu ya kwamba kila kitu kilicho nje ya mtu kikimwingia kiwezi kumtia unajisi? Hamfahamu ya kwamba kila kitu kilicho nje ya mtu kikimwingia hakiwezi kumtia unajisi? Hamfahamu? Hakiwezi kumtia unajisi kwa sababu hakimwingii moyoni, ila tumboni tu, kisha chatoka na kwenda chooni. Maandiko yanasema kwa kusema hivi Yesu Kristo alivitakasa vyakula vyote. Mstari wa 20 akasisitiza na kusema, kimtokacho mtu ndicho kimtiacho mtu unajisi. Yesu Kristo akasema hivi, kimtokacho mtu ndicho kimtiacho najisi. Hichi kimtokacho mtu kimtiacho mtu najisi kinakaa wapi? Hii ndio siku yako ya kuelewa. Maana watu wanasema yule mtu ana roho mbaya, yule mtu ana roho mbaya. Hakuna mtu mwenye roho mbaya. Akawaambia hicho kimtokacho mtu kinakaa wapi? Akasema, kwa maana ndani ya mioyo ya watu hutoka mawazo mabaya. Anatuambia Yesu Kristo, ndani ya mioyo ya watu ndipo yalipo mawazo mabaya. Mawazo ya aina zote mabaya yanatoka ndani ya mioyo ya watu. Ndani ya mioyo ya watu kuna nini? Ndani ya mioyo ya watu kuna uasherati, kuna wizi, kuna uuaji, kuna uzinzi, kuna tamaa mbaya, kuna ukorofi, kuna ila, kuna ufisadi, kuna kijicho, kuoneana kijicho, sio? Kuna matukano, kuna kiburi na upumbavu wa kila aina. Akasisitiza akisema, hayo yote yaliyo maovu yatoka ndani. Ndani wapi? Ndani ya mioyo ya watu. Na ndio hayo yanayomfanya mtu awe najisi. Sasa vitu vinavyokufanya uwe najisi ni vifuatavyo: mawazo yako mabaya, ambayo kuna uasherati humo, kuna wizi, kuna uuaji, kuna uzinzi, kuna tamaa mbaya, kuna ukorofi,
kuna ila, kuna ufisadi, kuna kijicho, kuna matukano, kuna kiburi na kuna upumbavu. Hayo ndiyo yanayokufanya wewe mtu uwe ni najis. Maana yake mtu yeyote aliyekuwa najis, hata maombe vipi Mungu katika jina la Yesu Kristo kumfanikishia jambo lolote, Mungu hatotenda lolote kuhusu mtu huyo, kwa sababu maandiko na maneno kutoka kitabu chetu takatifu Biblia yamekwisha kutuambia maombi ya mtu mwenye dhambi ni makelele matupu kwa Mungu. Sasa mtu huyu anatakiwa kufanya nini? Hicho kimtokacho kimtiacho najisi kinachotokea moyoni mwake kipate kumtoka. Mtu huyu ni lazima ampende Yesu Kristo kwa kuzishika amri zake na kuzitenda. Ni lazima, kama unataka hichi kikutoke, ni lazima umpende Yesu Kristo kwa kuzishika amri zake na kuzitenda. Naposema umpende Yesu Kristo kwa kuzishika amri zake na kuzitenda, maana yake ni kwamba ukishazishika zile amri zake 10, na kuna mahali alizisema amri 5 katika kitabu cha Luka 18, alielezea kuhusu amri 5. Alisema usizini, usiue, usiibe, usishuhudie uongo, waheshimu baba yako na mama yako. Akamwambia yule mtu aliyemuuliza swali akisema nifanye nini ili nipate kuurithi uzima wa milele, akamwambia kama utayashika haya, uzima wa milele ni wako. Ina maana ukizishika amri hizo 5, tayari utakuwa wewe ni wa kwake, mwenye haki ya yeye Yesu Kristo kukuombea kwa baba yake, na baba yake akakupa kipawa cha Roho Mtakatifu atakayekuja kuyafisha au atakayekuja kuyaangamiza hayo mengine yote yaliyo nje ya amri 10. Maana yake swala la kuzishika amri 10 na kuzitenda ni wajibu wako. Yohana Mtakatifu 14 mstari wa 15 mpaka 17. Mkinipenda mtazishika amri zangu, nami nitamwomba Baba, naye atawapa msaidizi mwingine ili akae nanyi hata milele, ndiye Roho wa kweli. Maana yake ni kwamba swala la kuzishika amri 10 na kuzitenda ni wajibu wako. Ukishautimiza huo wajibu, Yesu Kristo anakupatia kipawa cha Roho Mtakatifu kwa kumwomba baba yake. Unapokea kipawa cha Roho Mtakatifu kwa jina la Yesu Kristo kinachotoka kwa baba yake baada ya baba yake kuomba na Yesu Kristo. Sasa huyu Roho Mtakatifu anapokuja kuingia katika maisha yako, anapokuja kukaa ndani yako milele, ndio anakuja sasa kuyaondoa au kuyafisha au kuyaangamiza makosa na madhambi mengine yote yaliyobakia. Swala la kushiriki ushirikina utakuwa hakuna, hautakuwa tena mnyang'anyi, hautakuwa tena mkorofi, hautakuwa mtu mwenye hila. Yanaendelea kukusafisha taratibu mpaka unakuja kukamilika kuwa ni chombo kinachofaa kwa matumizi matakatifu ya Yesu Kristo, mpaka unapokuja kufaa ya kuwa ni mtu mwenye haki ya kupokea vile vitakatifu vitokavyo kwa Mungu wetu pekee na wa kweli katika Kristo Yesu. Yesu Kristo ni mtakatifu, Mungu wetu ni mtakatifu, walivyo navyo ni vitakatifu. Hawawezi wakampatia mtu aliye najisi. Mtu mwenye haki ya kupokea kilicho kitakatifu kitokacho kwa Mungu katika Kristo Yesu ni yule mtu ambaye sio najis, ambaye hayashiriki haya. Njia nyingine ya kukuwezesha wewe sasa kukaa katika nafasi nzuri ya kuweza kuhudumiwa na Mungu, na huduma za Mungu ziko 3. Analinda, anatunza, anakufanikishia yote yampendezayo yeye na yale uyaombayo wewe ambayo yeye atayaridhia. Njia nyingine, tunaangalia kitabu cha Matendo ya Mitume mlango wa 2 mstari wa 37 na 38. Petro na wanafunzi wenzake waliwahubiria Waisraeli mara baada tu ya wao kuachana na Yesu Kristo na kuanza kazi rasmi ya kuwarejeza Waisraeli kwa Bwana na watu wengine. Baada ya kuwahubiria kwa kipande kikubwa na kuwaeleza habari za Yesu Kristo, wale watu walimuuliza Petro pamoja na wanafunzi wengine, tutendeje ndugu zetu? Petro akawajibu wale watu akawaambia, tubuni mkabatizwe kila mmoja kwa jina lake Yesu Kristo. Tubuni mkabatizwe kila mmoja kwa jina lake Yesu Kristo. Mkisha tubu na kubatizwa kila mmoja kwa jina lake Yesu Kristo,
mtapata ondoleo la dhambi, ina maana mtatakaswa, dhambi zenu zitaondolewa. Mkishaondolewa dhambi, ina maana mmekuwa safi, wenye haki ya kupokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Kwa hiyo aliwaelekeza, tubuni, batizweni kwa jina la Yesu Kristo. Hakuna ubatizo mwingine wowote, ni lazima jina la Yesu Kristo litamkwe kila ubatizo. Ubatizo ambao jina la Yesu Kristo halitamkwi ni ubatizo batili. Kwa hiyo tubuni, batizweni kila mtu kwa jina lake Yesu Kristo. Ukishabatizwa kwa jina la Yesu Kristo, unapata ondoleo la dhambi. Tubu kwanza, kiri kwa Mungu aliye hai, kwani nimeishi kwa kutenda mambo yasiyofaa na siko tayari tena kuendelea nayo, na kuahidi Mungu akiridhia, baada ukawa umebatizwa kwa jina lake Yesu Kristo, basi unapata ondoleo la dhambi, na wake unatakaswa dhambi zako. Ukishatakaswa dhambi zako, unakabidhiwa kipawa cha Roho Mtakatifu, ambaye ndiye atayekuja kuyaangamiza au kuyafisha matendo yote ya mwilini, na matendo ya mwilini ndio matendo ya moyoni. Kuna shortcut. Na watu mnadanganywa sana kuhusu kutoa sadaka. Nataka kureconcile na Mungu. Hizo dhambi zenu kwa utoaji wa sadaka mmekwisha potea. Mungu aliye hai, Baba mtakatifu, Mungu wangu wa pekee na wa kweli, na kushukuru. Asante sana kwa jina la Yesu Kristo, na nasema asante kwa kazi hii ulionipa, nami kwa leo nimeimaliza. Amen.